Ujambo na karibu kujiunga pamoja na Hope News TV. Ni tariki 3 mwezi Februari mwaka 2026. Naitwa Espoir wa Kilongo Itele. Karibu katika uchambuzi wetu wa habari za leo tariki 3 mwezi Februari. Tuanzie habari zetu na habari isemayo kwamba mapigano makali yamefanyika jana tariki 2 katika kona mbalimbali za tarafa la Fizi. Mapigano yamefanyika katika eneo la sekta ya Lulenge ambako waasi wa M23 wamekuwa chini ya moto wa wazalendo wanaungwa mkono na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo wa Generali Ngoma Nzito wamepigana katika eneo la Natulonge liloko sekta ya Lulenge, na hivyo wamefanikisha kutimua waasi ambao walikuwa wakijaribu kutafuta njia ya kuelekea Lulenge. Mapambano yalikuwa mazito katika eneo hilo, na wazalendo wanasema kwamba wanajipanga vizuri katika uwanja wa vita. Mapigano hayo yamefanyika wakati mapigano mengine yakiwa yanaendelea katika eneo la Mikenge, eneo la Tuetue na eneo la Kalingi. Mapigano hayo ambayo yanafanyika kila eneo hilo yanafanyika katika mpango wa kuhakikisha kuondoa adui katika maeneo mbalimbali anayokalia. Waasi wa M23 tangu wiki iliyopita wamekuwa wakiambiwa na familia zao kuondoka katika eneo la Minembwe bila kutaka kwao ili kuokoa baadhi ya familia zao. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejiimarisha hivi karibuni ili kuhakikisha kuondoa adui katika kila eneo anayokalia. Mapigano yanaweza kuendelea hata ileo. Mapigano yanaweza kuendelea hata ileo tariki 3 ikiwa waasi watakuwa bado hawajaondoka. Kumbukwe kwamba mji wa Minembwe bado unakaliwa na waasi wa M23 wanaungwa mkono na Twirwaneho, Ngumino na hata kijiji cha Rugezi kilioko sekta ya Basimukuma. Tukibaki tuna habari kutoka huko Minembwe, msikilizaji, ni kwamba Minembwe, eneo lililoko katika uwanda wa juu wa tarafa la Fizi, Kivu Kusini, umetikiswa kwa siku kadhaa na mapigano makali kati ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vinavyoungwa mkono na wazalendo na muungano unaoleta pamoja vikundi vya waasi Twirwaneho, AFC M23, Red Tabara na Gumino. Kwa mujibu wa msemaji wa operesheni za Sokola Kusini huko Kivu Kusini, Luteni Mbuirigen, jeshi limepigana kwa siku 5 ili kurejesha udhibiti wa Minembwe unaozingatiwa ngome ya Twirwaneho na washirika wao. Mapigano yanaendelea kikamilifu kati yetu na waasi hao. Jeshi la watiifu na waasi wa M23 AFC wanaungwa mkono na Red Tabara, pia serikali ya Rwanda wakishirikiana na vikundi vya Twirwaneho, Ngumino na Red Tabara. Mahali pa mwisho ni Minembwe ambako sisi tutakubali kwamba tumefanya kazi. Pindi eneo hili linapopitishwa, operesheni zingine za ziada zinaweza kupangwa. Adui anapoteza idadi ya watu. Tumepata hasara nyingi ambazo zaidi ya jana imetangazwa Jumatatu hii Februari 2 kwenye Radio Okapi. Luteni Mbuirigen alihakikisha kwamba FARDC inahakikisha usalama wa raia wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na mapigano haya. Wakikabiliwa na hasara hizi, wanarusha mabomu kiholela katika miji ambayo raia wamo, lakini sisi jeshi la kawaida hatupigani katika maeneo ya mijini, tunalinda idadi ya watu. Wito wa watu mashuhuri. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya watu mashuhuri kutoka Minembwe walitoa wito wa dharura kwa vijana wa eneo hilo ili wajitenge na uasi na kuchangia kurudisha amani katika mkoa huo.
Tutakujuza kwamba habari kutoka huko Kivu Kaskazini, msikilizaji, ni kwamba kuongezeka kwa uharakati wa kundi la kigaidi la ADF huko Beni na Lubero. Gavana wa mkoa Meja Jenerali Somo Kakule Evariste alishiriki sana Jumatatu hii Februari 2, 2026 hali ya usalama katika jimbo hilo, na naibu mkuu wa wafanyakazi mkuu wa FARDC anaisimamia operesheni na ujasusi Luteni Jenerali ya Chilongoza Nduru Jacques aliwasili siku moja kabla ya Beni. Ujumbe wa kawaida, ukaguzi wa askari na tathmini ya uwezo wa vifaa wa FARDC ili kukabiliana na tishio lolote popote linakotoka. Mamlaka ya mkoa ilisisitiza kwa uonyeshaji wake juu ya uharaka wa suluhisho la swala la ADF ambalo kila siku au karibu kila siku waomboleza wakongomani huko Beni. Le chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Icharingo Zaduru Jacques, est arrivé hier à Beni. Il est ici à Beni pour une mission de routine en tant que chef militaire. Cette mission est une mission d'inspection et de commandement de troupes engagées sur le terrain. Voilà pourquoi il est ici, j'insiste, c'est une mission de routine. Et aujourd'hui, il était ici au gouvernorat de la province du Nord Kivu, dont le chef-lieu est provisoirement ici à Beni, afin de présenter les civilités auprès de l'autorité provinciale et de lui faire part de sa mission. Il est ici pour une certaine durée et les détails sur ses activités vous seront transmis à temps réel. À ce que nous devons retenir, il est ici pour une mission de routine afin d'évaluer les capacités opérationnelles des hommes sur terrain, les moyens de logistique à pouvoir auprès des unités qui sont ici sur terrain, ainsi que voir dans quelle manière éradiquer ces phénomènes ADF qui ne fait que torturer la population, qui ne fait que mettre la population en pleurs. Donc voilà pourquoi il est ici et le reste de sa mission vous sera transmis à temps réel. Wapiganaji 265 kutoka vuguvugu la waasi wa AFC M23 walijisalimisha kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC mwezi wa Januari 2026 katika maeneo kadhaa mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa amri ya mkoa wa 34 wa kijeshi ambao ulitangaza Jumatatu hii Februari 2, watu hao walijisalimisha walirikodiwa hasa katika maeneo ya Walikale, Ruchuru na Lubero, Kivu Kaskazini, na pia katika eneo la Kivu Kusini. Wapiganaji hawa wa zamani ambao wanadai kukimbia hali ngumu ya maisha ndani ya harakati za silaha walijitokeza kwa hiari katika nyadhifa tofauti za FARDC, kwa jumla katika vikundi vidogo vya watu hadi 5 wakiwa au bila silaha. Jeshi linahusisha usalimishaji huu mkubwa na mfululizo wa kampeni za uhamasishaji zilizofanywa chini kwa chini, pamoja na shinikizo la mara kwa mara la kijeshi dhidi ya kundi hili la waasi mashariki mwa DR Congo. Katika ujumbe wake, amri ya eneo la kijeshi la 34 liloko Walikale inawaalika wapiganaji wengine ambao bado wako kwenye eneo za adui kujisalimisha kwa FARDC au kwenye VDP wazalendo watapokelewa vyema na watafaidika kutokana na usimamizi ufaao alitangaza Meja Dieudonne Kasereka, afisa wa mawasiliano wa mkoa wa 34 wa kijeshi. Uwanja wa ndege wa Bangboka ulioko kilomita 17 kutoka katikati mwa jiji la Kisangani ulikuwa mlengwa
wa shambulio la silaha lililotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani za kamikaze kati ya Jumamosi Januari 31 saa 11 asubuhi na Jumapili Februari 1 saa 2 za asubuhi. Serikali ya mkoa wa Chopo ilitangaza katika taarifa rasmi kulingana na mamlaka ya mkoa, ndege hizo zisizo na rubani zilibeba silaha zisizo za kawaida zinazojumuisha mawasilisho kadhaa. Taarifa hiyo inahusisha shambulio hili la Rwanda na washirika wake wa AFC M23, wakati kitendo hicho kinadaiwa kutokuwa cha kawaida. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza habari kutoka Hope News TV. Shukrani kwa umakini na waledi wa vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi limealika raia kurudia na kuahidi hali kuwa tulivu. Shukrani kwako ambaye umeenda mwanzo nasi na mwisho wa matangazo haya. Hii ni Hope News TV. Usisite kujiunga pamoja nasi, zipo habari nyingi lukuki. Ujambo, kwa majina naitwa Espoir wa Kilongo Itele. Mimi ni mtangazaji wa Hope News TV. Na kualika kujiunga na Hope News TV, kutazama video na matangazo yetu. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, tupo Facebook, tupo YouTube na mitandao mingine, TikTok utatukuta. Sisi tunaangazia habari za vita na mapigano yanayojiri katika eneo nzima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaangazia habari za siasa na masuala mengine muhimu. Biashara tunazitangaza pamoja na vipindi mbalimbali vya kitamaduni vinavyoweza kukuelimisha na kukuhakikishia wewe Mkongomani unatambua, unajua kipi kinachojiri na kuendelea katika nchi yako. Kwa hiyo unaposoma video hii, usisite kujiunga na channel za kwetu. Utakuwa wa kwanza kujipakulia kile ambacho tumekiweka. Asante sana na shukrani kwako wewe ambaye umekubali Hope News TV.